nikaona neno limeandikwa makao, 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 makao. Niliona neno juu ya mbingu za nchi. Moja, Bwana akasema ombea makao ya wanadamu. Tangazo la uvamizi kwenye makao ya watu, kwenye ulimwengu wa roho limeachiliwa. Niliona kilio kikubwa sana Tanzania, watu wakililia makao yao, eneo la makazi. It's like ulimwengu wa roho wa nchi, kuna tangazo limeachiliwa la uvamizi kwenye makao. It's like kuna baadhi ya watu wanaenda kuwa homeless. People will lose their home. Kuna baadhi ya watu niliona wakililia makao yao na makazi. It's like ni kama tangazo litoka la uvamizi kwenye makao, aina fulani ya ubomoaji wa makao ya watu. It's like kuna maeneo katika nchi ni kama vile yalikuwa yameshamilikiwa na wale ambao walikuwa wamemiliki wakaja wakavunja. Kwa Mungu ananiambia pray for Arusha. Kwa Mungu ananiambia pray for Dar es Salaam. Specifically akaniambia Kigamboni. Specifically akaniambia Kigamboni. It's like ni kama eneo la nchi ndani ya nchi. Na Bwana akaniambia ombea makao ya watu. It's like kuna uvamizi ndani ya makao. Wewe sasa hivi nyumba yako ni nyumba yako. Leo utashangaa unaambiwa ondoka. Na kuna watu wengine watakuwa tayari kuhama. It's like kuna uvamizi wa makao. It's like tangazo limeachiliwa. Yes. So I saw other countries claiming territory in Tanzania. Ni kama kuna watu, baadhi ya mataifa mengine walidai makazi ndani ya makazi ya watu. It's like huu mwaka na kuendelea kuna issue ya makazi, uvamizi wa makazi ya watu. It's like kuna baadhi ya watu wataondolewa watu, na kuna wengine watakuwa forced kwenda kwenye mapori mengine huko nchini. It's like Dar es Salaam na Arusha, especially Arusha na Dar es Salaam kwenye eneo la Kigamboni, I saw people vacating. Watu walikuwa na hama. It's like tangazo liliachiliwa la watu kuwaachia makazi na kujia sehemu nyingine.